Ni sehemu akasema ikapanda kweli, hisi Mungu ashakusaidia, hakuna kile utakuwa. Nikasema ndio. Tukafika pale nyumbani, nikaingia nyumba, nikapiga magoti chini kwenye Mungu ananitosha kujili kitanda ya hospitali ya Kristo. Sawa, watoto wote wakanirukia hapo. Ile tabarite yenye mtoto alikuwa nayo huyu mdogo ikaisha. Nikaambia pakuli, sema mtoto anagombea na mshingo. Ya mshingo hakuna, aishakuwa sawa. Sawa. Ikafika mamida ya usiku, nikaona kuna mwanaume nusura ya kitanda cha hospitali. Akakuya shituka, tushakuwa nyumbani. Iya kwa nyumbani, nikaona malaika mwanashuka, anafala vya mweupe na mabawa mbili. Akasimamia katikati. Nikasikia sauti akisema, ulikufa nikakufufua. Hawezi kufa tena mara pili. Jina libarikiwe. Amen. Hapo nikaona matoshi inazimika. Nikaambia bwanangu, nasikia unaona yeye hapa mnyumba. Akasema hata naona giza huko mnyumba. Nikasema naona giza hili. Huko mwanaume mwenye hapa mkitanda, Mungu alimblokea Mungu kwa kibambazi, alikuwa mkitanda cha hospitali pekee ya kusukuma kwa miti. Akasema kanesi muone mwanaume. Nikaambia mwezi muona. Nikaona na vile vyombo vile kwa hospitali hivi vya kusogea na vile vinasimama. Nikamwambia hapa huko kitu, lakini Mungu alishanisimamia tena pembeni yangu. Sawa. Tukafikia. Ikafika mamida ya saa 8, nikaona mwangaza nyumba inawaka na vile vyombo vinaanza kutumika kwa mtani. Nikaambia wangu haona jengo nyumba. Akasema naona sasa mwangaza kato. Nikasema pana ule mtu anafungula nini mwangaza na kile kingali mle mkibambazi. Kufika masaa 10 ya asubuhi, ile sura ya mwanaume ikaanza kupigana na mwanangu. Nikamtikisa, nikamuuliza, unasikia je mwili yako? Akasema nasikia sasa niko nakimbia sasa kwa vitu. Nikasema bana, sema Yesu akusaidie. Huko napigana ile sura ya mwanaume. Bwana kwa sababu mwenyewe ananiingilisha kusema Yesu. Nyuma akakuwa sema Yesu. Nikamwambia Yesu akusaidie, na Yesu atakusaidia nje ndani nisaidia. Akasema tena Yesu nisaidie. Yesu akamsaidia. Jina la Bwana libarikiwe. Nikapita, nikapigia kila mchungaji, nikaambia kisi linatokezea. Maombi kakuwa ya mingi, wakanisaidia maombi. Ndio. Sawa, nikaona kisi ngambo ya mwili. Kwanza nikapigia simu mwalimu, nikamwambia hapana, naona kupasaka ni mbali. Kumbe kisi nishakuwa hapa nyumba. Mungeleta kinga, munisukume hapo moja nibatiza kwa tanda. Ndio Bwana libarikiwe. Nikaambia mama mchungaji, hapana, hii mke inabakia ni mingi. Omwe niende batiziwa. Na mimi nitimize kisi ninaambia Mungu, na Mungu kanisaidia, kasikia maombi yangu, akaniamsha kwa kile kitanda. Sawa, mama mchungaji akanifariji, akasema wiki inabakia, haiko mbali, tutakubatiza. Akasema ndio. Kupasa siku ya posho ikafika, nikakaa pole kutoka nyumbani mpaka kwa kanisa, tukaenda batiziwa kwa tanda. Ili kubatizwa tukatoka na amani. Hisi nilikuwa nasikia kiume kwa kinaruma, nikapaka kinapungua. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio, madhaifu yote tabakia wapi? Kamwe ndio hapa. Amen. Lakini kinabakia hiyo kinanitesa, mikono chini kidogo. Nikaendelea kupata nini? Kupata maombi. Sherehe ilikuwa hapa maombi. Niliuliza mama Pastor Ishani, kukanisa maombi na kwa siku ya ngapi? Akaniambia kwa siku ya 4 na saa 10:30. Akasema nitajitahidi nikuelewa maombi ndio mtakatifu yangu. Sasa sherehe nikakuya wiki inaisha, nikapewa maombi hapa nikaanza nyumbani.
Ingine jeudi nitapitia hapa tena kwa maombi. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Niliombewa lakini sikutoshe ongelo niseme jeudi magharibi pale. Nikafika kwenye nitaambia Bwana, Baba, balitia hapo mikono, bakagusa kumiguru, kumikono, kukichwa. Nikasikia kitu kikananitoka mo, kikanaruka. Bwana akasema, Mungu anasaidia. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Na Mungu aendelee kuwatia nguvu waombaji za kutuombea. Amen. Siku mbili njo usiku Mungu kwa ananiongoza kwa ananiambia wewe pale ushuhuda kwa kanisa kwenye Mungu alikutosha. Nikaanzia mwalimu Dimashe kupata kutosha ushuhuda mbele ya Kristo, kila mtu ajue kwenye Mungu mambo yenye Mungu anafanyaka inatendeka. Ni tuko mwezi tu yenye tuko nayo tu. Basi. Jina la Bwana